nayo ni watu kupotea. Ndugu yangu Gwajima, kwanza nataka tuungane, mimi na wewe pamoja na viongozi wote wa serikali na wananchi, tukiongozwa na rais wetu na amiri jeshi wetu mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama Dr. Samia Suluhu Hassan, kulaani vitendo vya utekaji, kulaani vitendo vya watu kupotea, kulaani vitendo vya watu kuuawa kama kuku, kama ulivyosema. Na mimi naungana na wewe katika kuendelea kumuomba Mungu atusaidie damu za Watanzania wasio na hatia zisiendelee kumwagika. Niko hapa kukusaidia tu, kukuelewesha. Vitendo vya utekaji, vitendo vya watu kupigwa risasi, vitendo vya watu kupotea, vitendo vya watu kuwekwa kizuizini. Nataka nikurudishe nyuma kidogo. Vitendo hivi vilikuwepo, na labda ni kwa sababu tu hatukuwa na maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia. Lakini nataka nikukumbushe, enzi ya wakati wa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, tulikuwa na viongozi wa serikali ambao walikuwa mawaziri, senior ministers. Nimesoma habari za Oscar Kambona, nimesoma habari za baba yetu Edwin Mtei, nimesoma habari za baba yetu Abrahamin Babu marehemu, na namna walivyokimbia Tanzania, walitilafiana na Nyerere, wakakimbia wakaenda Uingereza na ugaibuni huko. Nataka nikuulize, hivi ukisoma sana hivi vitabu, hakuna sehemu inakuonyesha wale ambao hawakuweza kukimbia, wale ambao hawakuwa na uwezo wa kupanda ndege, hawakuwa mawaziri, hivi walikutana na kitu gani hasa? Hivi wako wapi? Tujiulize tu, kama waziri anakimbia nchi, waziri anaondoka, vipi kuhusu wale ambao hawakuwa na uwezo wa kuondoka? Sisemi kama ninavifurahia, ninasema kuweka kumbukumbu vizuri. Lakini umeongea jambo limetugusa Watanzania wote, na hata mimi limenigusa. Umeongea jambo la mzee Kibao, ukalizungumza kwa uchungu, ukaenda mbali na kusema inashangaza watoto wa yule mzee wanajisikiaje kuona baba wao ameshushwa kwenye gari alafu amepatikana ameuawa. Lakini kukumbushe, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alihuzunishwa na alipaza sauti na alizungumza kama mfariji mkuu wa taifa, na alitoa maelekezo ya kuomba ripoti yake ipatikane, na akaomba haraka taarifa yake iletwe. Nikukumbushe tu, Watanzania wote tulihuzunika. Hata mimi nilihuzunika, na familia ilihuzunika, ikatoa msimamo, ikatoa taarifa. Rais wa nchi akatoa taarifa, uongozi wa chama chetu cha Mapinduzi ukatoa taarifa, na wenzetu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo walitoa taarifa. Askofu Gwajima, kama ukumbuki, kwangu nilidhani maelekezo ya rais ambaye ndiye amiri jeshi mkuu wa kuomba taarifa ya kina ya jambo hili ilitosha kutufariji wa Tanzania na kutuaminisha kwamba sasa huenda jambo hili likaisha. Lakini hebu nikuulize swali ambalo na mimi linaniumiza sana. Hivi unakumbuka mwaka 1983 mpaka 1996 tulikuwa na mkuu wetu wa usalama mahiri kabisa, Meja Jenerali Imran Kombe.
Baada ya uchaguzi wa mwaka 95, mwaka 96 mzee huyu alifariki, na alifariki vibaya sana. Alipigwa risasi nyingi sana akiwa kwenye gari yake, na uchunguzi wa awali tu ulionyesha kwamba polisi walidhani ni jambazi, mwizi wa magari, na hata rais wa wakati ule aliagiza uchunguzi ufanyike. Kifo cha Kombe kilizua maswali mengi sana. Natamani askofu ungevaa viatu kama unavyovaa viatu vya watoto wa mzee Kibao na kuelewa, lakini natamani pia ungevaa viatu vya watoto wa Meja Jenerali Imran Kombe, alivyoumia, mke wake alivyobaki mjane, watoto walivyoumia. Na tangu mwaka 96 hatukuwahi kupata taarifa ya nini kilisababisha. Lakini najua kiu yako, unatamani labda uliongea ukitaka ile taarifa, ripoti ya mzee Kibao ambayo rais alisema iandaliwe, itolewe. Niko hapa kukumbusha, hata taarifa ya Imran Kombe haikutolewa. Sijui kwa nini, lakini nadhani idara zetu, vyombo vyetu vya usalama, na mimi nakumbuka nikiwa mkuu wa wilaya nilifundishwa kuna top secret, kuna secret, alafu kuna classified information. Na katika hili nataka nikukumbushe vizuri sana. Huenda ndiyo kweli tunatamani kwamba ripoti itoke na taarifa zitolewe, kina nani wanafanya haya mambo. Najua, na hata mimi natamani, na hata mimi naungana na wewe kutamani hicho kitu kifanyike na kionekane. Lakini kumbuka, mwaka nadhani 63, 65, Rais John F. Kennedy alipigwa risasi Texas. Na miaka hiyo yote mpaka sasa, ni juzi tu Trump ameingia madarakani na kuomba ripoti na taarifa ya John F. Kennedy iwekwe hadharani. Mimi nilibaki na kujiuliza, kwa nini tangu mwaka 63, 65 mpaka leo ripoti ile haikutoka? Kama wenzetu hawa wenye teknolojia kubwa, wenye uwezo wa kubaini na kujua nini kinaendelea, kingeweza kutolewa. Lakini tuachane na hayo. Niko hapa kukukumbusha. Nataka tuongee vizuri tu. Ziko nadharia mbili. Ukisoma kitabu cha The Art of the War cha Sun Tzu, amezungumza mambo mengi na nadharia nyingi tu. Leo niko hapa kukupa mitazamo miwili, two school of thoughts, mbili tu. Ya kwanza, katika kujenga msingi wa hoja yako ya hivi vitendo vya watu kupotea, watu kutekwa, watu kutokuonekana, watu nini. Leo niko hapa kuongea na wewe kwa mifano, na nikupe ushahidi kabisa kabisa, baba yangu. Cha kwanza ni mtazamo kwamba vitendo hivi vinafanywa na vyombo vyetu vya usalama au vikundi vilivyozalishwa ndani ya vyombo vyetu vya usalama. It's okay, ni sawa, inawezekana, ni mtazamo. Lakini mtazamo wa pili, uko matukio ya kiuhalifu yanayoendelea kwenye jamii. Na katika hili naomba nikukumbushe, na waandishi mnisaidie. Nadhani wale ambao mlikuwa kwenye press yake mngenisaidia kumuonyesha. Kule Singida alipatikana mganga, makaburi 5, watu wameuawa, na nadhani hata Spika Tulia aliliongelea bungeni. Akasema waganga waliua wale watu ili kuchukua viungo kwa ajili ya kutengeneza dawa. Nataka nikuulize mzee Gwajima, nisaidie. Hivi tusingejua kuna watu waliuawa na waganga, taifa mpaka leo lingeendelea kuamini kwamba wale watu 5 walitekwa na vyombo vya serikali?
Lakini kwa hapa kukukumbusha, kuna tamaa ya watu kutaka mali, ambao baadhi wako hata watendaji wetu wa vyombo vyetu vya usalama. Hivi unafahamu kesi ya Shem Bagene, nadhani Shem Bagene iliyokuwa connected na Zombe akiwa ZCO? Nina nafasi ya kuongelea kesi kwa sababu ilishakwisha na hukumu ikatolewa kwa baadhi ya askari kunyongwa. Kwa nini wananyongwa? Ni kwa sababu walibainika, waliwakamata wafanyabiashara, wakawapiga risasi, wakawapora fedha zao. Lakini hata sasa, Mheshimiwa Gwajima, iko kesi kule Lindi nadhani ya askari walimkamata mfanyabiashara, wakampiga, wakamuua, wakachukua fedha zao. Kesi ipo inaendelea. Sitaki kuiongelea kwa sababu inaendelea. Kwa nini naongea? Siongei haya kuhalalisha vitendo vya utekaji. Lakini nataka leo nikwambie, kati ya watu milioni 65, kati ya wanajeshi zaidi ya 600,000 tulionao, kati ya watu wa usalama wengi tulionao, lazima wako 2 watatu ambao wana tamaa ya hela, wana tamaa. Tumeona Gwajima, shahidi, umeona babangu, askari anavuta trigger, anafyatua, anaua mtu, anachukua pesa. Au umeshangaa kule kwenye daraja la Busisi walikamatwa askari, wamewakamata watu wenye madini, wakawaambia tupeni milioni 500, wakapewa mzigo wa kwanza kusema tunataka 200, walivyoenda wakakamatwa. Jiulize swali, wale wangeuawa? Leo tungekuja hapa tumwambie Rais Samia unaua watu. Sijui kama unanielewa nachokiongea. Lakini hili lingine ninalotaka kukwambia, na najua wewe unalifahamu. Naomba ninywe maji. Hili zito kidogo. Hivi ndugu yangu Gwajima, unakumbuka Dr. Wilbrod Slaa akiwa na akili zake timamu, Slaa aliandika kitabu kizuri tu, na katika kitabu kile cha Dr. Wilbrod Slaa alichokiandika, Dr. Slaa alienda mbele zaidi kwa kusema kuna, yani kitabu jina ni Nyuma ya Pazia, mwaka 2015, na ukisoma chapter ya 18 anasema kuingia mkataba na shetani ili uweze kushika dola. Dr. Slaa yuko hai, na sasa hivi nadhani ana nafasi nzuri ya kuongea hili jambo. Kwa nini? Kwa sababu amerudi Chadema. Kipindi kile labda huenda alishindwa kuongea kwa sababu alikuwa balozi na alikuwa labda analamba asali kama mnavyosema. Lakini sasa hivi Dr. Slaa yuko Chadema, ni mwanaharakati kweli kweli na anakwenda vizuri kweli kweli. Hivi ulimtafuta ukamuuliza Dr. Slaa, wakati unatoa kitabu cha Nyuma ya Pazia, Chadema ilivyosalitiwa mwaka 2015, na ukaandika kulikuwa kuna mkataba wa kuingia mkataba na shetani ili upate dola, lakini ndani yake Slaa alisema, nitanukuu kwa lugha isiyo rasmi, kwamba hata ndani ya vyama vya siasa vitendo vya utekaji vipo na vilikuwa vinatengenezwa ili kuichafua serikali. Nadhani waandishi mnakumbuka. Kwenye kitabu kipo, ingia online kisome. Mimi nimekisoma. Hivi tulishawahi kumtafuta Slaa? Hivi Gwajima ulishawahi kumtafuta Slaa? Ukamwambia niambie, Chadema walikuwa wanatekaje watu? Chadema walikuwa wanafanyaje hii? Slaa yuko. Mpaka leo hajawahi kukanusha alichokisema. Kitabu kipo kinauzwa.
Lakini kukumbushe, huko kwenye vyama vya siasa, hivi unakumbuka taharuki iliyotokea mara baada ya Chacha Wangwe kufariki? Maneno mangapi yalisemwa kwamba Chacha Wangwe kauawa kwa sababu alitaka kugombea wenyekiti. Lakini mzee Gwajima, nikuulize, unakumbuka Zitto Kabwe exit yake Chadema, wakati anaondoka Chadema alisemaje? Turudi tukajiulize nini kilimuua Chacha Wangwe. Turudi tukaangalie. Mimi sisemi kuentertain. Siko hapa kusema kwamba ninajaribu kuyaweka haya matukio ili taifa liamini kwamba hata huko kuna utekaji. No, siko hapa kusema, niko hapa kuweka kumbukumbu. Na nataka tuelewane. Wewe ni muumini, unajua Yesu alisema mkiwanyamazisha hao watu wasipoongea, mawe yataongea. Sasa wenda na mimi nijiwe ninaloongea, lakini nataka ufahamu hilo. Kwa niko hapa kukwambia, uko mtazamo wa kwanza unaovihusisha vyombo vya usalama. Kwa nini unahusisha vyombo vya usalama? Kwa sababu vimeshindwa kuzuia na kuelewa. Na kama vimeshindwa kuzuia, basi huenda vinahusika na kuelewa. Lakini pia kuna another school of thought ambao mimi na wewe tunapaswa kuitazama, hii nyingine ya waganga kuua watu. Umezungumza habari ya Padri Kitima kuvamiwa. Wote tulihuzunika. Lakini niko hapa kukukumbusha, babangu Gwajima, katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, alitoa taarifa ya kukemea. Na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ni Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Na wanaharakati waliongea, na sisi tukaongea, tukakemea na kulaani. Lakini leo umekuja ukaibuka kariibua tena. Na hivi unatafuta nini baba? Una kiu ya kitu gani? Mbona kila kitu unachoongea kilishatolewa taarifa, maelekezo yalishatolewa, na tulikonde. Nchimbi aliongea kwa lugha kali sana. Na leo Nchimbi ni katibu mkuu wako. Sijui unatafuta nini babangu, sijui. Yaani sijui. Kuna kitu fulani hivi naona una kiu. Yaani kuna kitu unakitafuta. Najua kuna kitu unakitafuta, lakini hakuna kitu kimefanyika kwenye taifa hili. Rais Samia hajawahi kutolea maelekezo. Rais Samia hajawahi kuonyeshwa kushtushwa. Hata Sativa alivyotekwa, Rais Samia alitoa milioni 20 na akasema sheria zichukuliwe, watu wasakwe. Hivi leo miliona la Padri Kitima baba, umesahau hata Tundu Lissu, risasi alizopigwa. Hivi nilikuona wapi mzee Gwajima ukiongea hiki kitu? Labda naomba mimi nirudi nikatafute, labda kama uliongea. Sijui kama uliongea, sijui. Lakini leo mzee wangu, mbunge wangu, niko hapa kwa heshima na taadhima kukuomba. Kama leo umeona wanaharakati waliotoka Uganda na Kenya kuja Tanzania, kwako wamekuwa wa muhimu kuliko sisi wananchi wako wa jimbo la Kawe. Yaani umeshindwa kutusemea sisi wananchi wako wa jimbo la Kawe kiasi ambacho umekwenda kuwasemea wale wanaharakati. Sikatai. Labda nikuulize baba, tuweke kumbukumbu sawa. Wewe ni mhubiri wa kimataifa. Kweli si kweli? Wewe si umehubiri Korea? Si umehubiri Marekani? Hivi ukienda Marekani kuhubiri, unaenda kuzungumza habari ya siasa ya Marekani? Hivi ukienda Korea kuhubiri, unazungumza habari za yule Kim, yule ambaye hata ukisinzia kwenye mkutano wake anakunyonga? Hivi unaenda kucomment hizo habari? Anyway, ili la wanaharakati naomba tu nikusaidie babangu, na nitakujibu kwa sababu nimeongoza idara ya uhamiaji ngazi ya wilaya. Cha kwanza, kwa mujibu wa sheria iliyounda jeshi la uhamiaji, kwa mujibu wa sheria iliyounda jeshi la polisi, vyombo vyetu vya usalama vyote viko integrated. Vyote vimeunganishwa na mifumo mingine. Ndio maana hata mabadiliko ya idara ya usalama wa taifa mwaka 2023, moja kati ya mabadiliko ilikuwa ni kuiruhusu idara iwe na mashirikiano na taasisi nyingine za kijasusi duniani. Nenda bungeni, chukua ansari yako, soma.
Moja kati ya mabadiliko ilikuwa ni kuruhusu idara iweze kushirikiana kupata taarifa na idara zingine, na ndicho hichi kimefanyika kwa hao wenzetu. Hivi baba, wewe una intelijensia ya kumjua mwanaharakati aliyetoka Uganda kuja Tanzania amekuja kufanya nini? Mpaka unafika sehemu unalalamikia nchi yako, unalalamikia jinsi walivyokuwa handled. Hivi wewe una taarifa kuliko walizokuwa nazo uhamiaji? Wewe una taarifa kuliko walizokuwa nazo Interpol? Interpol ni mtandao wa polisi ulioko Afrika na dunia wa kupashana na habari, kupeana habari, kudhibiti na kushughulikia uhalifu unaovuka mipaka. Hivi una habari kama idara zilikuwa zina taarifa za hao watu waliokuja? Hivi jiulize swali babangu, umezungumza kwenye press conference yako, umezungumza maneno yapo kabisa, yapo. Utanikosoa kama anachosema ni uongo. Ulisema kwa kweli yule dada akaenda akatupwa kule Mtukula, akasema amefanywa vitendo vibaya. Ukasema nashangaa diplomasia ya Tanzania, biashara Tanzania na nchi nyingine inaharibika. Mzee, baba yangu, come on. Hivi unajua hao watu wale waliokuja ni kina nani? Ni wafanyabiashara hao, wana kampuni hao. Kuna mzigo wote wanaingiza Tanzania kufanya biashara, mpaka uthubutu kusema kwamba hawa watu kurudishwa kwao kule ndio wametupwa. Napinga kitendo hicho na nalaani kitendo hicho cha kutupwa. Lakini why useme sasa baba yangu kwamba eti biashara ya Tanzania na diplomasia ya Tanzania kati yetu na Uganda itayumba? Hivi umesikia taarifa ya Isaac Mwaura, msemaji wa serikali ya Kenya, alisema nini kuhusu hao watu? Hapana. Mzee wangu Gwajima, ulimsikiliza yule dada peke yake. Nilitamani ungesikiliza na serikali. Kwenye clip yako umesema yule aliyefuatwa hoteli aligongewa, ukajuza hivi askari gani anajitambulisha vile. Lakini kuna mwandishi alikuuliza kwenye press conference yako, akakwambia, askofu, mbona wakati yule mwanaharakati mwanaume pale hotelini anachukuliwa anapelekwa kituo cha polisi, sisi waandishi tulikuwepo na tuliona amepelekwa polisi? Lakini baba yangu Gwajima yeye kaona tu mtu yuko kule mpakani, anajiuliza huyu mtu kafikaje mpakani. Uwezi kujua kama ambavyo serikali na mimi siwezi kujua jinsi unavyonena kwa lugha. Hivi ukiwa unanena kwa lugha shandababari karakatata, hivi kuna mtu anajua? Si wewe na Mungu wako ndio mnajua. Hata hao wanao kufika mpakani, who knows? Leo unamsikiliza dada tu anakuambia mimi nimedhalilishwa, sijui nimefanywa nini, na kweli unabeba yale maneno ya kusikiliza kwenye radio. Mimi nilisikiliza BBC akiojiwa. Sidhani kama unatenda haki babangu. Tumezungumza hapa kuhusu mama yetu Martha Karua, majaji wa Kenya waliokuja. Mbona jaji mmoja alipata nafasi ya kwenda kuongea na Tundu Lissu? Mbona mara ya kwanza walivyokuja waliruhusiwa? Mimi nadhani kwenye haya mambo tuangalie cha kupima. Lakini kukumbushe tu baba yangu, hata juzi kwenye uchaguzi wa Marekani, kwenye kampeni, Rais Donald Trump alipigwa risasi ikamkosa ikapita hapa sikioni.